Bwana kwa sauti yako, mwambie Bwana asante kwa neema umetupa tena kwa siku ya leo. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Fungua tu kinywa chako mbele za Bwana, mwambie Bwana asante. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa uaminifu wako. Roho wa Bwana, tunakushukuru kwa uaminifu wako katika jina la Yesu na kwa ile damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, tunakubariki kwa uaminifu wako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Robobo shakataya mande rebe shakataya. Sebobo rabakataya mande rebe shakatia mande resa. Rebobo sheketaya mande rebe kataya ndo rebe shakataya. Robebe seketea mande rebe kataya ndo rebe shakadia. Rose kebayataya. Rosa katerebe shakata. Robebe sheketaka nderebe shakataya. Elisha akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Akayapiga yale maji yakagawanyika sehemu mbili. Yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Kuna watu wamefika mahali Bwana wamejiuliza kwenye maisha yao. Kuna mambo wameona hayaendi, kuna mambo wameona hayaendi, kuna mambo wameona hayasogei. Na kwamba Bwana ajidhihirishe tena kwa jioni hii. Yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na miungu ijue kwamba wewe upo. Miungu ijue kwamba wewe upo. By the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Spirit. We bless your name, dear Lord Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi ya shukrani. Ongeza tena makofi kwa Bwana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Tuwe na somo letu sasa na baadaye tutapata muda wa kuomba pamoja. Natamani tu nikubarie tuwe na risali moja lizuri la kuwa na neno la Mungu, alafu tutaomba. Mimi niko tayari kuomba kwa ajili yako. Uko tayari kupokea? Uko tayari kupokea? Amen. Naona baba yuko katikati yetu. Baba, naomba tupungie mkono. Kuna watu hawakukuona, hawakuwepo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya baba mchungaji. Tunashukuru sana baba kwa kuwa pamoja na sisi, lakini kwa kutukaribisha tuwepo hapa. Leo ibada yetu inahusu kuombea mlango wa uchumi. Inahusu kuombea mlango wa uchumi. Kwa hiyo na somo langu litapita huko, alafu tutakuwa na maombi kwa ajili ya kuombea mlango wako wa uchumi. Are we together? Tuko pamoja? Yes. Leo ibada yetu inalenga kuombea. Ukiona kwenye ile tangazo letu ni kwamba kuombea mlango wa uchumi. Kwa hiyo ni maombi yanayoshughulikia mlango wa uchumi. Hasa ili upate mtaji mzuri wa kwenda kuomba pale mwishoni na kukuongezea maarifa, natamani unisikilize. Kama nilivyolipa hilo neno kwamba kuombea mlango, kwa hiyo isado ni mlango wa uchumi ambao lazima uombe. Hasa kwa bahati mbaya sisi waamini, sisi tunaomwamini Yesu hatuna mtaji mwingi wa kutosha wa maarifa na ufahamu kuhusiana na uchumi. Kwa hiyo mahali pengi tunakwama. Na nielewa, tunakwama. Na kwa namna pia ya mapokeo na msisitizo ambao umekuwepo tangia huko nyuma kwa swala letu la imani, kwenye swala la uchumi sio kitu ambacho kimekaziwa sana. Na nadhani walikuwa na lengo la kutusaidia kwamba usipende fedha kama Biblia inavyosema, ila inatakiwa uwe na fedha. Inatakiwa uwe na fedha. Hebu sema, natakiwa niwe na fedha. Yes. Unatakiwa uwe na hela, unatakiwa uwe na fedha.
ila usiipende hela ikakuzidi nguvu. Kwa ndani yako lazima kuwe na nguvu ambayo utaweza kucontrol hiyo pesa. Lakini pesa unahitaji kabisa. Na kuna watu Mungu anapowafungulia milango fulani ni kama wana react, yani kama hawafunguki sawasawa na mlango unavyofunguka. Ni kama anajionea hofu au mashaka kwamba itakuwaje nikifanikiwa sana. Yani kama ndani yake ameshajiwekea limit kwamba sitaki kufanikiwa sana. Lakini kiukweli natakiwa tufanikiwe sana kabisa, twende kabisa mbali. Kiukweli natakiwa tufanikiwe kabisa. Na Mungu anahitaji watu kama hao, kwa sababu kuna watu kiwaangalia giants of faith kwenye Biblia, they were rich, walikuwa ni watu wenye utajiri. Ukimwangalia mtu kama Ibrahim alikuwa ni tajiri, mtu anaweza akahosti, akatunza vijana wa kazi zaidi ya 300. Can you imagine? Wewe tu houseboy mmoja anakupasua kichwa, house girl mmoja haujamlipa miezi 6 mpaka leo anakupasua kichwa, ahadi nyingi na huku na huku. That man alikuwa na zaidi ya jeshi la watu 300. Na alipokwenda kupigana vita hakuhitaji kwenda kwenye vikosi vya jeshi. Aliorganize hilo kundi lake, akaenda nalo vitani, na kwa mkono wa Bwana akashinda vita. Hasa huyu mtu sio mtu wa kawaida. Kuna watu kiwaangalia kama akina Ayubu, ukisoma zile jozi alizokuwa nazo na ufahari aliokuwa nao, ilikuwa ni huyu mtu ni bilionea, lakini bado akabeba kusudi la Mungu. Kwa pia Mungu anahitaji watu wenye uchumi mzuri. Natamani usijihurumie kwenye swala la uchumi kuanzia leo. Inapokuja swala la kupambana kwa habari ya uchumi, upambane kabisa. Inapokufungukia, nenda nayo kabisa hiyo move, hiyo motion. Kuna mlango unafunguka, ukikufungukia kimbia hapo. Yani kimbizana kabisa, pata kila kinachotakiwa kupata. Kama ni kwa habari ya kuacha kulala, acha kulala, kwa sababu ni mlango umekufungukia. Kuna muda tena hautafunguka, hautakuwa wepesi kama hivyo. Hasa wengine wanapofunguka anachukulia kama ni kawaida. Unavyopenda mausingizi, umeacha kabisa, unalala, ile fursa inafika mahali inafunga. Lakini Mungu aliifungua ili kukuletea hazina ambayo itakusaidia kwa wakati mwingine ambapo ule mlango utakuwa hauko wazi. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa? Kuna watu hapa ningesema nianze kuwauliza, kuna watu kabisa majira fulani au wakati fulani mlango wako wa uchumi ulishafunguka, ila wewe haukwenda nao vizuri. Na kuna muda unajutia kabisa kwamba light ningejua kipindi kile ningetunza. Light ningejua kipindi kile aisee nisingelala. Ningehakikisha nauza usiku na mchana. Lakini ukajua tu ni swala la kawaida, hauna passion. Kwa inafika mahali inafunga. Now you are struggling. Bwana amenipa tena nafasi nikusemeshe. Tunakwenda kuombea huo mlango wako tena wa uchumi. Ukikufungukia, uende nao perpendicular, uende nao sambamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la uchumi, of course kwa sasa hauwezi kukwepa kuhitaji hela, hauwezi kukwepa kuhitaji hela, kwa sababu fedha ndiyo inayoendesha mfumo wa uchumi. Kule ndani kule tunazungumzia fedha. Hasa kwa wale ambao tunakumbuka huko nyuma, kabla ya hii fedha tulizonazo hizi, iliyoandikwa Benki Kuu ya Tanzania, fedha halali ya malipo ya, si ndio? Kabla ya hizo kuwepo, huko nyuma hakukuwa na pesa, ila uchumi ulikuwa unaenda, transactions zilikuwa zinaenda, miamala ilikuwa inaenda. Ukipata akina mama zetu hapo, au nadanganya, lazima uwe na kitu, ukitoe hicho ndipo upate kitu. Hata kama ni huduma fulani unahitaji, lazima kuna, yani ni kama tunabadilishana tu, ila kinachosimama pale katikati sasa hivi ni hela. Hauwezi kupeleka labda mbuzi kwa daktari ukamwambia nimekuja kutibiwa homa, nina mbuzi huyu, utapeleka hela. Ndio, lakini umetoa kitu ili akupe service, akupe huduma fulani. Kwa if you don't have money, kama hauna hela, haukizi kupata hiyo huduma. Kwa hiyo by
All means you need money. Unahitaji uchumi wako uwe vizuri. Na wengine hapo kiwaangalia frustration au mchanganyikano wa maisha mwingi unatokea kwa sababu miamara haiendi. Yani kuna kitu anahitaji lakini hawezi akakipata kwa sababu hana kitu cha kutoa ili akipate hicho kitu. Unadhani watu watamani kwenda sokoni kuchukua vitu vizuri? Wanatamani. Unadhani watu watamani kuvaa nguo nzuri? Wanatamani. Unadhani watu watamani kula vizuri? Wanatamani. Lakini inakutaka utoe kitu fulani kwanza ndipo upate hicho kitu. Lakini hata sisi kwenye ufalme wa Mungu we need money. Tunahitaji pesa. Yaani tunaona hivi umekuja. Wengine hapa mmelipia bodaboda, wengine mmelipia daladala, wengine mmelipia gari, mmekuja, umetoa pesa ili ufike hapa. Si ndio? Hapa hii microphone inaongea unanisikia, vyombo vimewekwa hapa. Hivi vilinunuliwa kwa pesa. Hapa umeme unafanya kazi, umelipiwa. Betri ziko humu, zina hela. Watu wamesafiri, nimekuja mpaka hapa, nimelipa hela, nimekuja. Si ndio? Hivyo, yaani watu wametulia, kuna miamala fulani imefanyika mpaka tukafika. Kwa hiyo ukikosa hiyo power ya kufanya hizo transaction, maana kumekwama. Kwa kitakachofanya uwe na nguvu ya kufanya, nipe hichi nataka niende pale, ni kwa sababu una hicho kitu cha kutoa alafu upate hiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hasa unielewe, kwa nini somo hili ni muhimu kwako? Kwa nini somo hili ni muhimu kwako? Kama naandika unaweza kuandika. Kwa nini somo hili ni muhimu kwako? Kwa nini somo hili ni muhimu kwangu? Kuna pointi kama 3 hivi ambazo lazima uzijue. Pointi ya kwanza, ujue kwamba utajiri ni haki yako. Utajiri ni haki yako na umelipiwa kwa mauti ya msalaba ya Yesu Kristo. Utajiri ni haki yako na umelipiwa kwa mauti ya msalaba wa Yesu Kristo. Sababu ya pili, kwa nini Bwana ametupa hili somo? Kwa nini somo hili limekuja? Ni kukupa utoshelevu, kukupa utoshelevu katika maisha yako. Kukupa utoshelevu katika maisha yako. Pointi ya 3 ni kuenea kwa ufalme wa Mungu. Kwa ajili ya kuenea ufalme wa Mungu. Kwa namba 1 ni kujua kwamba ni haki yako swala la utajiri. Namba 2 ni kujua kwamba Mungu anatamani uwe na utoshelevu ndani yako. Namba 3 ni kwa habari ya ufalme wa Mungu ili ukue na kuenea zaidi. Nitaanza kuzielezea unielewe vizuri. Kifo cha Yesu. Kifo cha Yesu watu wengi tunaishia kukitafsiri au kukitafakari kwa upande mmoja. Ukimwangalia Adamu wa kwanza alipofanya dhambi, anguko lilipoingia, dhambi ilipopata uhalali, kwenye ile Mwanzo sura ile ya 3 utaona pale mazungumzo ya nyoka na Eva, alafu anaingia Adamu, alafu Mungu anatokea anatoa zile adhabu 13, 14, 15. Baada ya dhambi kuingia, mauti iliingia, vitu kufa, yani kuwa na ukomo wa vitu. Lifespan ikawa na ukomo. Hasa alipokuja Adamu wa pili ambaye ni Yesu, alileta kurejesha, to restore back ile nafasi ambayo Adamu wa kwanza aliipoteza. Ukumbuke kabla Adamu na mke wake hawajakosea, kila kitu kilikuwa wazi, kila kitu kilikuwa kinapata, kila kitu kilikuwepo. Kila kitu kilikuwepo. Na ndio maana utaona sura ya kwanza mstari wa 26 na 27, lugha ya Mungu ambayo anaitumia ilikuwa ni kwamba muende mkatawale na kuijaza nchi.
Lakini ukija kuangalia lugha inayokuja kuonekana kwenye sura ya 3 na sura ya 4, wale walioambiwa kwamba waende wakaijaze nchi wanaishia kuwa na watoto 2, 3, 4. Anakuja Ibrahim anapata mtoto mmoja, anaenda Isaka watoto 2, anakuja Yakobo ndo angalau akaenda 12, 13 na Dina ukimjumlisha humo ndani. Hasa unaweza kujiuliza wanajazaje ulimwengu kwa mwendo huu? Maana yake lugha iliyokuwepo mwanzoni hakukuwa na kipingamizi cha mahitaji, yalikuwepo nendeni mkaijaze nchi. Dhambi ilipoingia ikasqueeze, maana yake mahitaji yakafichwa. Kwa hauwezi ukaongeza tu usipokuwa na uhakika wa kutosheleza uzao wako. Unaona kama vile naingia family plan fulani hivi, yani kunaanza unaenda kwa discipline kwa namna ya kuzaa. Watu wa Mungu mnanielewa kweli? Mnanielewa? Hebu kama mnanielewa nipungie mkono wako namna hii. Kwa Adamu wa kwanza kukawa na skasi, kukawa na upungufu wa vitu. Baada ya kufanya dhambi, vitu vikapotea, havionekani. Mungu anamwambia kuanzia leo kwanza utakula kwa jasho. Huyu naye akamwekea utungu wakati wa kuzaa. Huyu naye akamwambia utaenda kwa tumbo kwa sababu ndio umepitisha kitu kama hiki. Kwa kuanzia pale matabiko na shida zikaanza. Kwa alipokuja Adamu wa pili ambaye ni Yesu, kuja kurejesha sasa ile nafasi ya Adamu wa kwanza aliyopoteza. Yesu hakushughulikia dhambi peke yake. Watu wengi tunadili na dhambi peke yake. Hata nikisimama hapa nikaongea jambo fulani ambalo linaonekana kama natetea dhambi, watu wengi watani-accuse, watasema ameshapotea huyu mhubiri, hautakiwi kuitetea dhambi. Kwa nake watu wako conscious sana, wako makini sana kwa swala moja tu la dhambi, lakini kwa habari ya hazina na utajiri watu hawazungumzii. Lakini kitu kimoja hapo ambacho Yesu alishughulika nacho pale msalabani kwa mauti yake ni kurejesha utoshelevu, utajiri wa Adamu wa kwanza aliyepoteza, ili wewe vitu vile virudi tena kwa upya, vionekane kwa upya. Kwa ukienda kwenye Mathayo 26:28 anasema na hii ndio damu yangu iliyomwagika, itakaomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hicho ni cha kwanza. Lakini kuna kitu pia Mungu anafanya. Unapomwamini anakufungulia mlango. Maana yake hii sasa haitakuwa kwa kila mmoja tu, ila kwa yule unayemwamini Mungu kuna vitu vitafunguka. Kuna mambo utayaona ambayo wengine hawayaoni. Kwenye Isaya 45:3, 2 na 3 anasema nitakwenda mbele yako. Andika Isaya 45:2 na 3. Anasema nitakwenda mbele yako kupasawazisha mahali palipo paruza, kuyavunja yale mapingo na mageti ya chuma. Alafu mstari wa 3 anasema na kukuonyesha hazina za gizani, to show you the hidden treasures. Nitakuonyesha hazina za gizani. Maana yake dhambi ilipoingia iliweka giza kwenye hazina, zikafichwa. Hasa kazi ya Yesu akija kwako anatangulia mbele, anakwenda kuvunja mapingo, anakwenda kuvunja mageti ya shaba. Maana yake sasa hivi hazina hauipati kirahisi, imefungiwa ndani. Yesu anasema nikija kwako, I go before you, na kwenda mbele yako na yavunja yale mapingo ya chuma na milango ya shaba, then I show you, na kuonyesha the hidden treasure. Yesu ni kazi anayofanya kukuonyesha hazina za gizani ambazo wengine wakiwa wanapita hapo hawazioni. Wewe mwenyewe sikana unapita hapo, bala ya kwanza ulikuwa hauzioni, ila Yesu akienda mbele yako atakuonyesha. Natamani jioni hii umwambie Yesu, twende polepole, twende, nenda mbele yangu unionyeshe hazina za gizani. Natamani Yesu akuonyeshe. Kuna watu vitu hamjaviona. Yani mtu unasema mimi sioni kitu cha kufanya. Sio kwamba hauna kitu cha kufanya, haujaona, macho yako hayajaona. Ukitoka hapa uone. Pako unaweza kujishangaa, nilikuaga wapi muda wote? Nilikuaga wapi? Jamani kabisa. Kumbe biashara inalipa namna hii. Nilikuaga wapi? Nilikuwa naona tu kwenye mitandao nikajua hizi ni hohehahe tu. Unajua kuna watu wanazalau vitu hauna kazi alafu unazalau kazi. Unaishia kuomba watu. Kuomba una ujasiri ila kufanya kazi hautaki. Zungusha viatu hapo unasema mimi siwezi. Mimi kabisa. Zungusha viatu huko mjini sasa.
Ila kukicha tunaanza kuwaza nipite wapi nikanywe chai, baada ya pale nikale chakula cha mchana pale, jioni nitakula pale nalala. Tembea na koti kama la Benja, la Benja nakutolea tu mfano. Unatafuta koti moja hilo la kupigia tu misosi kwenye nyumba za watu. Ila wakisema ingia sokoni angalau uuze kitu, siwezi. Mimi nina jina kubwa. Kama hauwezi ukawa tayari kufanya, mambo hayatokei mpaka umeyafanya. Are we together? Unanielewa wewe? Things are not moving until you are there. Paka umeweka mkono wako pale. We can be here praying nights and nights, usiku na mchana, lakini kama hautatoka kwenda kufanya, kuweka mkono wako, hautapata matokeo. Go, let us pray, tuombe hapa, lakini go there, nenda kule nje. Mambo yanatakiwa yasababishwe ndipo yatembee. Unanielewa? Unanielewa? Unanielewa mtu wa Mungu? Yes, uende ufanye. Ustaarabu utafanya baadaye. Sasa hivi usiwe mstaarabu sana. Yes, yani mahali pa kuchakarika uchakarike. Shatoka kazini, kaa sasa ustaarabu wako. Tupia vizuri, vaa vizuri. Hata mtu akikuta anasema, hivi ndio huyo alikuwa kule, anashangaa. Lakini ndio wewe mwenyewe. Isiu ni wewe mwenyewe. Usichanganye mambo. Utakuja kufa na tai shingoni. Utakuja kufa na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ile Wakorintho wa pili, ile sura ya 8 mstari wa 9. Wakorintho wa pili ile sura ya 8 mstari ule wa 9. Wakorintho wa pili ile sura ya 8 mstari wa 9 anasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Nirudie tena. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu. Alikuwa maskini kwa ajili yetu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa neema ya Yesu Kristo haikufunuliwa tu kwa ajili ya wokovu wako peke yake, ilifunuliwa pia kwa ajili ya utajiri wako. Inakurudisha kule kwenye utoshelevu ule wa kwanza ambao Adamu wa kwanza alipoteza. Yani vitu viwe virahisi. Anasema maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa alivaa ule umaskini wetu, akaturejeshea utajiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi ya msalaba. Kwa hiyo una haki. Kama ulivyo na haki ya kuokoka, ndivyo ulivyo na haki ya kuwa na mali. Ndivyo ulivyokuwa na haki ya kupata utajiri. Uwe mkali, mnanielewa? Hebu nipungie mkono wako kama mnanielewa. Yaani una haki ya kuwa na utajiri. Usijionee huruma au usijitoe au useme ni ya watu fulani. Una haki ya kuwa na utajiri. Kama ulivyo na haki ya kuokoka, una haki ya kuwa na utajiri. Just demand for it. Yani kaa kwenye position kwamba Mungu natamani nione yale mambo ambayo nilikuwa sijayaona, yale mambo ambayo yamejificha, natamani nione. Kwa hiyo pointi ya kwanza, ujue kwamba utajiri ni haki yako kwa hiki kitabu nilichokusomea. Pointi ya pili ni kupata ule utoshelevu. Kwenye Mwanzo ile sura ya 2 unaweza ukasoma yote, inavyoelezea namna Mungu alivyoumba mazingira ya kwanza kabla ya dhambi. Kwa hiyo Adamu wa pili anakurejesha kwenye yale mazingira ya kwanza kabla ya dhambi. Unatakiwa uwe katika mazingira hayo ya kwanza kabla ya dhambi. Alafu kwenye ile Timotheo wa kwanza ile sura ya 6:17, Timotheo Timotheo
wa kwanza 6:17. Timotheo wa kwanza 6:17. Anasema walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Atupaye vitu vyote kwa wingi, atupaye vitu vyote kwa wingi. Yani nexus anatupa tu vitu kwa wingi. Mungu anatakiwa akupe vitu kwa wingi. Unatakiwa udemand hivyo vitu upewe kwa wingi. Alafu anasema ili tuvitumie kwa furaha. Unajua uchumi ukiwa mbaya, furaha inaondoka. Msijifanye hamjui, hebu nipungieni mkono. Wale huwa mnakasirika, yani hata simu mtu akikwambia, mimi bwana, unanipigia pigia simu ya nini na wewe? Unaona, pole pole. Kigundua hana hela. Ila hela ikiwepo, mbona simu inapokelewa? Hello. Habari ya kwako? Anajaza. Yani mpaka unajiuliza, ndio yeye mwenyewe huyu. Yani kuna namna nafsi yake inakuwa na furaha. Lakini ambaye akipanga mipango yake na mambo yanakataa, anakuwa stressful, yani anakuwa mambo yake hayajapangika vizuri, anakuwa na stress fulani hivi. Kwa hiyo ukiona wewe kinakusumbua namna hiyo, maana yake pia Mungu hapendi hiyo hali wewe uwe nayo. Unanielewa vizuri Mama Julia? Ukiona wewe nakusumbua hivyo, maana yake Mungu naye hapendi wewe uwe kwenye hali hiyo. Hapa anasema Mungu ndiye atupae vitu kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Mungu pia anapenda joy, anapenda tufurahi. Yani naye akituangalia anasema, wow, my kids, watoto wangu, my children, wanafurahi, wow, he is happy. Yani anafuraha. Mungu anapenda. Hata unapomtukuza anapenda. Hata unapofurahi na familia yako anapenda. Ile mbegu hakikisha hauili. Wengine mnakula mbegu, usile mbegu. Mbegu ni kwa ajili ya kupanda ikupe tena matunda mengine. Wengine mnakula mbegu afu mnakatika chain. Kwa hiyo sow the seed then eat the bread. Panda mbegu, ule mkate. Eat some, enjoy some. Yani enjoy some. Si ndio? Si unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa usipande mkate huwa uoti ukipanda. Niko Usukumani nilijisahau kidogo. Jioni unanielewa? Nipungie mkono. Usipande mkate blaza. Mkate hauoti ila panda mbegu, si ndio? Panda ngano ili upate ngano, si ndio? Baada hapo utengeneze nini? Mkate. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kwa inapokuja ndani yake kuna portion, kuna mkate na kuna mbegu. Enjoy your bread. Furahia ule mkate. Lakini mbegu usile. Na ingine sasa usiwe ukapitiliza, yani unapanda mbegu, unapanda na mkate. Mkate wenyewe hauoti. Bwana Yesu asifiwe. Point namba 3 niliyokuwa nakuelezea. Hapo umenielewa kwenye Timotheo, anasema ni Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Kwa Mungu anapenda yani unapokuja hapa kama ni kanisani mtu anatoa kwa furaha. Yani toa tu kwa furaha. You are happy kwa sababu uko vizuri. Yani you are happy, watoto wako sawa, shule haikusumbui. Yani you are happy. Utaona tu ndani yako yani kuna namna. Hata ukiingia kupushi yani unapushi maombi vizuri kabisa. You are happy. Kwa Mungu anapenda tuende vizuri. Though kutakuwa na seasons za ups and downs, lakini usitoke kwenye hiyo cheni kwamba Mungu wangu ni wa kunipa vitu kwa utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe. Ya 3 ni kwa ajili ya kuenea kwa ufalme wa Mungu. Mungu anahitaji tuwe matajiri kwa ajili ya kuenea kwa ufalme wa Mungu. Sasa hapa ndipo palipo na pointi yake kubwa. Mungu, hizi mbili ukiziangalia ni kwa ajili yetu. Kwa sababu hata Petro alimuuliza kwamba tumeacha vyote tumekufuata wewe, tutapata nini? Kuna ahadi ambazo Yesu aliwapa. Pamoja na kwamba kuna ambavyo mtavipata kule mbinguni na siti zenu zipo mbinguni, lakini hapa duniani kuna portion yenu unaanza hapa. Kwa ukiangalia hizo pointi mbili za kwanza nilizokutajia zinakuhusu wewe hapa. Hii ya 3 sasa ni ya mzee wa siku mwenyewe. Kwa hiyo yuko nayo makini sana. Kwa habari ya kuenea na kukua kwa ufalme wa Mungu. Kuenea na kukua kwa ufalme wa Mungu.
Mungu hakupi utajiri kwa ajili yako mwenyewe, naye kuna kitu anaweka. Ndio maana wengine Mungu aliwatesti, alafu mkatoroka, mkakimbia. Ukikimbia hakupi tena. Kitabu kile cha Zekaria ile sura ya kwanza mstari ule wa 17 hadi ule wa mwisho pale. Zekaria ile sura ya kwanza. Fungua Zekaria ile sura ya kwanza mstari ule wa 17 hadi ule wa 21. Zekaria anasema hivi: piga kelele tena na kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, miji yangu kwa kufanikiwa itaenezwa huko na huko tena. Naye Bwana ataufariji Sayuni tena, atauchagua Yerusalemu tena. Piga kelele tena, shout, vocalize, toa tu watu wajue, sema. Mungu anasema piga kelele tena na kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, miji yangu kwa kufanikiwa itaenezwa huko na huko tena. Naye Bwana ataufariji Sayuni tena, atauchagua Yerusalemu tena. Mstari wa 18. Nami nikainua macho yangu, nikaona, na tazama pembe nne. Hebu sema pembe nne. Anasema nami nikainua macho yangu, nikaona, na tazama pembe nne. Hizi pembe nne ndio penye shida. Anasema nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, nini hizi? Naye akajibu, hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, Israeli na Yerusalemu. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma wanne. Kuna pembe nne, alafu kuna wafua chuma wanne. Ndipo nikauliza, hawa wanakuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, hata ikawa hakuna mtu, unielewe vizuri, hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Kukawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Anasema lakini hawa wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za mataifa, walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda, ili kuwatawanya watu wake. Ni nabii anaonyeshwa, cha kwanza anapewa ujumbe kwamba watu wangu lazima wapige kelele. Watumishi pigeni kelele, waimbaji pigeni kelele. Sema, Mungu anataka tuseme habari zake njema. Ubiri habari za Yesu, sema wema wa Yesu. Yesu anapenda habari zake zienee, anapenda twende huku na kule. Lakini nakuja kwamba katika injili kama nilivyokuambia, ina gharama yake. Watu wengi wana vitu vya Mungu lakini havisikiki mahali popote kwa sababu hawana platform ya kusimamia. I say, kuna watu kiwasikiliza utatamani uendelee kuongea na kuongea na kuongea. Kuna wazee ukikaa nao hivi nasema, my God, my Lord, mbona hawa watu wana hazina kubwa kiasi hiki, lakini haujawahi kuwasikia popote. Inawezekana mpaka wakafa na hivyo vitu vikaondoka. Hawajawahi kusikika, hawajawahi kurekodiwa popote. Hizo hazina zao hazijatunzwa mahali popote mpaka wanaondoka. Shida nini? Hawana vitendea kazi. Kwa nini hawana vitendea kazi? Vitendea kazi vinahitaji pesa. Wana matamanio, wana maono mazuri. Shida, uchumi umewafunga, wameshindwa kuexplode, wameshindwa kutoa nje. Unaweza ukawa na ndoto nzuri, lakini uchumi ukikufungia, hakuna mtu atajua picha uliyokuwa nayo ndani ya moyo wako. Kwa hiyo shetani anachokifanya, anaweza akakuacha ukawa na ndoto yako nzuri, akakufunga kwenye uchumi. Utasemea wapi? You talk one by one, unaongea na mtu mmoja mmoja, yani mpaka mtu anatamani yeye, say, huyu mama ana vitu vizuri, lakini mbona haviendi popote? Una ndoto nzuri, lakini mbona haiendi popote? Shida nini? Umefungiwa mlango wako wa uchumi.
Kwa hapa anasema piga kelele, huo mstari wa 17, sawa kabisa, nitapiga kelele. Anasema alipoinua macho yake akaona pembe 4, 4 horns, akaona pembe 4. Kazi ya zile pembe ni kutawanya watu wa Yuda, Israeli na Yerusalemu, to scatter you. Anasema na hapakuwa na mtu aliyeinua kichwa. Akiangalia kwenye familia yenu namna hii, hakuna mtu anayeinua kichwa. Once you struggle, yani unataka kutoka, kama unatokeza hivi, unatoboza hivi, hizo pembe kazi yake ni kukurudisha chini, ni kufuta kabisa shingo. Anasema na hapakuwa na mtu aliyetokeza kichwa. Umefika mahali kama umechoka kabisa. Umefika mahali kama umechoka. Unaona kabisa kama unaenda, ghafla kuna kitu kinakuja. Yani kinakublast mzima kabisa. Kila kitu kinakufa. Mipango yote inakufa. Mambo ya ujenzi yanakufa. Biashara zinakufa. Program nzuri zinakufa. Unarudi at the bottom kabisa. Pembe. Hebu sema pembe. Pembe 4. Zakaria akaona pembe 4. Akauliza, hizi pembe ni nini? Akaambiwa, hizi pembe unazoziona ndizo hizo nguvu ambazo zimekuwa zikiwatawanya watu wa Yuda, Israeli na Yerusalemu. Na hajaonekana mtu, hapana mtu aliyeweza kuinua kichwa. Maybe you are the one among them. Yawezekana kawepo hapa, unapambana sana kuinua kichwa, angalau katikati ya familia yenu uonekane. Anasema hakuweza mtu kuinua kichwa. Unashindwa, unaanza biashara hii, inafika mahali na crash. Umelima mazao haya, inafika mahali na crash. Mbona ninafanya kama ambavyo naambiwa na wataalamu? Mbona ninafanya kama ambavyo tunahubiriwa? Mbona ninafanya? Lakini there is a horns, kuna pembe 4 ambazo tunasema kazi yake. Anasema ndipo nilipoinua macho nikaona tena kuna wafua chuma 4. Kuna wafua chuma 4. Alipowaona akauliza, na hawa? Naona wafua chuma 4. Bwana anasema, lakini hawa wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za mataifa walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda, ili kuwatawanya watu wake. Kwa Mungu anaona kwamba pembe zipo, lakini Mungu sio dhalimu kwa wale wanaomwamini na wanaojua siri hii. Na kama ulikuwa haujui, natamani jioni ya leo uidake kwamba kilichokuzuia kwenye maisha yako kutembea, umefika mahali kabisa umechoka, kwa kweli umechoka kabisa kila kitu, umesikia kabisa kuacha hata usiendelee tena, ni pembe zimekurudisha. Kwenye familia yenu kuna pembe ambazo zinarudisha watu chini, kwenye ukanda, kwenye uwanda, kwenye mji, kwenye mtaa, kuna pembe ambazo zinarudisha watu chini. Wanapoanza wanafika mahali wanakomea njiani, lakini Mungu anasema wewe unayemwamini Bwana anakuinulia mtu anaitwa mfua chuma. Kuna watu wanaitwa wafua chuma. Natamani kwa leo hapa Bwana anifanye nisimame kuwa mfua chuma wako. Anasema nami nimewatuma kwenda kuzitawanya zile pembe, kwenda kuziangusha na kuziondosha, ili uweze kuinuka mahali ambapo uligandamizwa, uweze kuinuka tena. Hizo pembe zikuachilie, 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 zikuachilie. It's my prayer this evening, hizo pembe zikuachilie uweze kuinuka tena. Mahali ambapo inawezekana ni kwenye biashara imekuwa diminished kabisa, Bwana akupe tena utoke hapo. Raba sheketaya mandere besakata, roze kadebe shakataya, riso mandere besha, rosa manda. Bwana anasikia sauti yako ambayo umekuwa ukisema kwamba Mungu, kama ni hivi, bora na mimi nibaki tu kama wengine. Kama ni hivi, bora tu nibaki kama dada zangu, bora tu nibaki kama kaka zangu. Unakuwa na mifugo mingi, ghafla kuna kitu kinakuja kinafagia. Unakuwa na plani nzuri za mashamba, kuna kitu kinakuja kinafagia. Unanunua labda vyombo vya usafiri, ajali zinakuja zinafagia. Pembe kwamba inahakikisha hainuki mtu.
Bwana ametupa hii neema jioni hii kuombea mlango wa uchumi. Katika kitu ambacho we'll be dealing with ni kuzisambalatisha, kuziangusha hizo pembe. Hizo pembe. Uchomoze tu. Regardless of your gender, haijalishi jinsia yako, haijalishi umri wako. Hii ni neema ambayo imefunuliwa kwa wote. Kama ilivyofunuliwa neema ya wokovu, na neema hii ya utajiri imefunuliwa kwa watu wote. Wangapi tuko tayari kuomba jioni ya leo kwamba Bwana nipe tu kuvuka, nivuke tu hapo. Hiyo ozone layer, yani nivuke tu hapo alipoweka hako kalea, mimi nivuke tu, nipeleke tu, maana mimi nimekujia. Mimi nimekuchagua wewe nivushe. Kama kuna pembe, niinulie leo mfua chuma. Nami niko hapa kwa ajili ya kukuombea jioni ya leo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kitu ambacho tutakiomba hapo, sambamba na hili ambalo nimekuambia, kuvuka hivyo vihunzi, kuvuka hiyo hizo layers za hawa jamaa, hizi pembe nne, lazima ndani yako kuwe na nguvu. Utajiri unakuja kwa nguvu. Kwa ni serious business, lazima ndani yako uwe na nguvu. Kwa sio issue ya kawaida, lazima uwe na nguvu. Lazima uwe na nguvu. You need power. Utajiri ni tofauti na kufanya kazi. Tutaona huko mbele au kwa siku nyingine Bwana akitupa hiyo nafasi. Utajiri ni tofauti na kufanya kazi. Ingawa kazi ndio mtaji wa kukufanya upate utajiri. Watu wa Mungu, tuko pamoja? Mbona wengine mnainama sana? Mnaandika au mnapitiliza? Hebu naomba sasa hivi niangalie, maana siongei cha kuandika. Haya, uniangalie sasa. Utajiri ni zaidi ya kufanya kazi tu. Ingawa kufanya kazi ni hatua muhimu itakayokupeleka kwenye utajiri. Kwa kufanya kazi ni component mojawapo ambayo itakupelekea upate utajiri. Ila kufanya kazi peke yake hakutakupa utajiri. Kitakachokupa utajiri ni nguvu. Kwa ukiwa na kazi plus hiyo nguvu ya Mungu, unakwenda kwenye level za utajiri. Ukifanya kazi peke yake without this power, ukakosa hii nguvu, don't have right ya wealth, hauwezi kupata utajiri. Kazi is for survival. Kazi itakufanya uishi, upate zile basic needs, mahitaji yale ya muhimu. Unakumbuka, siji uvae, ule, ulale. Fanya kazi. Unaweza usikose hela ya kula, ingawa najua wengine hapa ni wafanya kazi na kuna muda mnakosa hata hela ya kula. Kwenye ile Wathesalonike wa pili 3:10, Wathesalonike wa pili 3:10, Wathesalonike wa pili 3:10 anasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza. Neno agizo maana yake is a command. Tuliwalazimisha. Kwa na mimi jioni hii nakulazimisha. Anasema tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Kwa kumbe kama kula ni lazima, na kazi pia ni lazima.
Na mimi nakuagiza, kama hauna kazi na uko hapa, tukitoka hapa leo ukaanze kufanya kazi. Paulo anasema kama tulivyowaagiza. Kwa mara ya kwanza walishakutana, akawapa agizo, kila mmoja akafanya kazi. Wakarudi tena, kuna ambaye hana kazi, anasema kama nilivyoagiza muende mkafanye kazi. Kwa kama uko hapa, we ni kijana, we ni binti, hauna kazi, uende ukafanye kazi. Unasema naenda kufanya kazi gani? Tutaomba sasa, ukitoka hapa utaenda kuiona kazi ya kufanya. Halali kabisa. Sawa? Kazi halali kabisa. Ila nimekuambia uache yale madoadoa, ukafanye kazi, uache yale madoadoa. Sawa? Usitamani tu maisha ya mtu yani uanzie level. Kuna watu wezekana mnawaangalia sema, yani mimi natamani niwe kama yule. Hakuanzia hapo, alianzia sehemu fulani. Kwa work, fanya kazi, ikupeleke pale. Hasa nazungumzia kwa habari ya utajiri. Hapa anasema maana asiyefanya kazi asile chakula. Kwa hiyo kazi itakufanya ule chakula, ila sio kukupa utajiri. Kazi itakufanya ule chakula, ila sio kukupa utajiri. Kwa habari ya utajiri, hiyo ni agenda nyingine, inahitaji nguvu. Ni warfare, kuna vita fulani kule ndani, lazima uwe na power. Kwa mtu ambaye unamwona ana utajiri, anaendelea kukua kuwa tajiri, unaona kabisa huyu anaendelea kuwa tajiri, ujue kuna kitu ndani yake kinaongezeka, kinaitwa nguvu. Sio tu kazi. Kinachoongezeka pale ni nguvu ndani yake inayompa kupata utajiri. Inawezekana kazi ikawa ni zile zile, inawezekana duka ni lile lile, ila ndani yake kuna kitu, kuna power inakuwa generated, inaongezeka volume yake, power unit zake zinaongezeka, zinamfanya na utajiri wake uongezeke. Kwa usipoongeza nguvu hautaufikia utajiri. Kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18, Kumbukumbu la Torati 8:18 ni neno zuri ambalo tumekuwa tukisoma mara kwa mara, lakini kuna wale kwaya Ufunuo wameimba paka wimbo kwamba usisahau hata kidogo, si ndio? Tunakumbuka huo wimbo kwamba ni Mungu akupae nguvu za kupata utajiri. Anasema ile Kumbukumbu la Torati 8:18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowaapia baba zako, kama hivi leo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu. Mungu anakupa nguvu. He empowered you, anakupa nguvu. Ukiingia hii atmosphere ya hapo Shirombo, hautaweza kuikamata, haitakupa matokeo kama hauna nguvu. Uliza wanaoingia mle sokoni. Kuna wengine mambo yanakuwa magumu mpaka anatoka anakimbia, kwa sababu kuna system yake, kuna nguvu zinahitajika. Kwa kama hauna nguvu, hapata kupa matokeo. Kwa hiyo ni zaidi tu ya kufanya kazi, yani tu kwamba mimi nina vitu nimepeleka hapo, nimepeleka nguo zangu hapo, nimepeleka masufuria yangu hapo. Kama hauna nguvu nyuma yake, kitendo cha utajiri itakuwa ni kitu kingine. Kitendo cha kwamba tu nina gari, nina bodaboda, nataka tu inipe pesa, haitaweza kukupa, kwa sababu kuna kitu lazima upushi. Kuna vitu lazima vipushi, vifunguke, ndipo uweze kupata breakthrough ya kuendea utajiri. Kwa hiyo kinachokufanya uendee utajiri ni nguvu. Ukikosa hiyo nguvu, hautapata huo utajiri. Hasa Mungu anasema mimi ni Mungu nikupae nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo ukitamani utajiri, mwambie Bwana, niongezee nguvu zako ndani yangu. Hizo nguvu zinazoleta utajiri. Umenielewa mtu wa Mungu? Niongezee capacity, niongezee power, enlarge me in within, enlarge me inside, enlarge me within. Niongeze tu huku ndani, niongezee nguvu, kwa sababu kuna vitu Mungu anapoanza kukutanua zaidi, hautaweza kwenda navyo kama hauna nguvu. Kwa lazima Mungu kwanza akuwekee huku ndani, uwe na nguvu yake. Anapoanza kukueneza na kukupanua, unaanza kwenda na utajiri wako, ndivyo unavyoanza kwenda. Kwa kuna mahali umejitahidi kabisa kwa jitihada zako, lakini kitu ulichokuwa umekosa ni power
behind you. Waulize hao ambao unajua wanategemea upande mwingine, wana nguvu, na now and then wana renew power. Wanaenda tena wanauisha nguvu zao, kwa sababu wanajua kinachomfanya akae kwenye peak, a survive ni nguvu. Kwa unaweza kumwona tu ana kitu tu ameweka pale, then ile power ina drive, inaendesha na wanaenda pale. Na ni wajanja kweli, wanapima dispensation na wakati kwamba sasa hivi sadaka yangu itakuwa imepungua nguvu, anaenda natoa ili kurenew power. Kuna wengine wanahitaji damu za watu, wanahitaji damu za mabinti mabikira, wanahitaji damu za wazazi, wanahitaji damu za watoto, kwenda kurenew power. Kitu gani wanatafuta? Ni nguvu ya kuwapa utajiri. Nasi pia pamoja na Yesu kutufia msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kitu alichokifanya pia ni kuturejeshea utajiri. Ndani ya msalaba na mauti yake iko nguvu inayotupa utajiri. Usiishie tu kunena kwa lugha, mwambie Roho Mtakatifu, as I'm speaking in tongues, ninavyoomba kwa lugha hivi, nipe pia ndani yangu generate power, nipe nguvu ya kupata utajiri. Kila ambacho nitakigusa kinifungukie, kila ambacho nitakifanya kinifungukie, ambacho kitakuja tu around na mimi hapa kinifungukie. Maandiko yanasema Yusufu alipoenda nyumbani kwa Potifa, kila alichokigusa kilifunguka. Potifa akajua anafanikiwa sio kwa ajili yake, anafanikiwa kwa sababu ndani ya nyumba yake yuko mtu anaitwa Yusufu. Kwa Yusufu alikuwa na power ya kugenerate utajiri. Akatambua kwamba kaa hapa, usiondoke kwangu, nimekupa vyote. Nami nakuombea mbele za Bwana, receive that power, upokee nguvu ndani yako. Utakapokaa, ardhi ikutambue kwamba tuko pamoja na wewe, anga likutambue kwamba tuko pamoja na wewe. Usiogope watu wanapokaa kinyume chako, ardhi ikusaidie, iseme huyu ninamfahamu. Iko nguvu ya damu ya Yesu inamnenea mema kwa ajili ya utajiri, kwa ajili ya utajiri. Ungempigia Yesu makofi mazuri kama unapokea kitu ndani yako. Mwambie tu, Bwana nipe nguvu, give me power, nipe nguvu ya kupata utajiri, ya kupata utajiri. Hata milango ikufungie namna gani, itakufungukia kwa sababu ya nguvu ya kupata utajiri. Yusufu hajawahi kutuma maombi ya waziri mkuu, hajawahi kugombea, lakini power ilienda kumketisha mahali ambapo aliweza kuwa ni mtu mkubwa. Power iliyoko ndani yake ilimfanya akae kwenye nafasi, hata kama ndugu zake hawakutaka, Farao hakutaka, lakini power iliwaforce kwamba this man is a heavy machine, anastahili kukaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. You need that power. Ofisini kwako, you need that power. Umenielewa? Yes, ofisini kwako, you need that power. Unaweza kuhangaika unavyohangaika. Mbona mimi nafanya kazi nyingi kuliko hata wengine, lakini mbona mimi si promoted? What's wrong with me? Kitu gani ambacho kinafanyika? Rebeshaka. May the Lord bless you so much. Kwamba kitu gani ambacho kinafanyika? Wenzako wana nguvu fulani, wewe una nguvu gani? Tunaandaa semina kama hizi, watu wako busy na mambo yao, lakini vyuma kwa kweli vimenoki, mambo hayaendi kiukweli kabisa. Tena mimi nasema kabisa, vinoki kabisa, ili wakumbuke kwamba yuko Mungu. Kuna kitu unaweza ufanye. Sasa ile inakujaga, yani ni encounter, yani ni kitu ambacho ulikuja panga, anakuletea kwamba do this. Eiza amatana na huyu mtu, wewe unapuuza. Au nakwambia usikie huko, wewe nenda huko, unapuuza. Achilia sadaka hii, wewe unapuuza. Sadaka na ngoja kwanza nisogeze. Mungu anajua kwanza, Mungu hana shida na hela zetu. Si unajua hicho kitu? Mungu hana shida. Hana shida. Anachohitaji ni moyo wetu, kwa sababu unapotoa hela na moyo wako unaenda pale, Mungu anaokamata moyo, ndio anaotaka. Alafu anaachilia maelekezo ndani sasa ya huo moyo. Hasa wewe tumekuwa tukitoa pia sadaka, hatusikilizaji maelekezo nyuma ya sadaka. Yaani kama wasoje tumekuwa tumetoa. Hasa watu wengi wanaweza kaanza tu kulalamika na kulaumu madhabahu. Yaani mimi pale natoaga tu, lakini hata sijawahi kusikia, hata sijabarikiwa. Kumbe ukija kutoa hapa, unakuja na hela yako. Hela sio
tunajua inauma, tena ukitoa kubwa inauma. Kamoyo na kenye kanauma. Kwa hiyo kamoyo kanakuwa kanasindikiza ile hela kwa nyuma. Ushaona kama mtu anatoa sadaka unarudi kukaa unasema Mungu wangu, hivi nimetoa kwa nini? Ndio taishije sasa? Yaani moyo bado haujakubaliana kwamba tumetoa. Wewe umefanya nini? Ndio utaenda kula nini leo mchana? Unaona? Unaanza kuhangaika. Kwa hiyo unahangaika, hela yangu iko wapi? Ndio inakuta ile hela iko madhabahuni pa Bwana. Mungu anaukamata moyo kwamba Bwana anataka mwenyewe. Anaachilia maelekezo ndani ya moyo wa mtu aliyetoa sadaka. Kwa hiyo unapotoa sadaka usinaondoka tu unazira. Stay connected. Achilia moyo wako uwe connected na madhabahu ili upokee maelekezo ambayo Bwana atayaachilia kupitia sadaka uliyotoa. Hebu nipungie mkono. Hasa hayo maelekezo yakija uyafanye hata kama kuna muda yanauma. Kuna vitu nakwambia ukivuka once umevuka forever. Yaani ukivuka mara moja umevuka, huo mlango hautakuja kufunga. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma kidogo, kuna siku Mungu alitembelea usiku. Ndio tunajipanga sasa, hapo tumemaliza shule advanced school. Tumejipanga na vile vimagodoro vyetu na mablanketi na nini na mito nini. Hasa ile mwisho tunakuta watu wanataka wauze angalau wapate viela fulani vya kurudia nyumbani, au wanunue kitu fulani, au ndio ale vizuri zile siku za mwishoni. Kwa mnapanga magodoro vyenu hapo na nini na nini. Wenzangu wanachakalika, wanaenda wanauza huko nje ya shule, wanauza. Wanatoka nje ya uzio wanaenda wanauza, wanapata hela kuja. Na mimi napigia pesa, nipigia hesabu zangu pale, najua pesa mimi napata hela fulani nikiuza hapa. Yes. Usiku Mungu akanitembelea, akaniletea mwanamke mmoja ambaye ni mjane. Nikamwona pale, ile nyumba aliyopo ni nyumba ambayo imejengwa tu, lakini haina hata sakafu wala haijasiligwa, imepigwa tu matofali. Nikaona kwenye yale maono, alafu nikaambiwa upeleke hivi vitu kwa huyu mwanamke kuwa sadaka yako. Na asubuhi mipango yangu nimepanga pale, alafu naambiwa nipeleke kwa huyo mwanamke. Unaweza kuona vitu kama hivyo? Nikamuulizia mjisi aliyekuwa anatolea, nikamwelezea huyo mtu niliyemuona, nikasema nahitaji nimuone huyu mtu, na nikasema nipeleke kwa huyo mtu. Waliponielezea kama huyu nimwelezea nadhani atakuwa anapatikana maeneo fulani, nikasema Roho Mtakatifu nisaidie, na nikimuona tu nitajua kwamba ndo huyo, na hapo nikifika nitajua kwamba niko hapo. Tukapanga safari, nikabeba vyote ambavyo nilikuwa nimefunga, nikavipeleka kwa huyo mwanamke. Tulipokuwa tukienda, nikasikia nguvu za Mungu juu yangu zinapita hivi. Nilipofika ndani yangu nikasikia kabisa kwamba ndiye huyu. Nikaiona ile nyumba niliyoiona kwenye maono ndio hiyo. Sasa yule mama alipokuwa nikizungumza naye, kuna namna tu kale kanguo kabetoka hivi, nikaona kule chumbani kwake hakuna hata godoro wala kitu. Ametandika zile salfeti zile kama zimewekea kwa maiti. Nikasikia sana kumwazimisha Bwana kwamba kumbe Mungu yeye ni halisi. Nikaachilia sadaka. Baada ya hapo nikaondoka. Kwa kuna muda nilikuwa najiuliza, kwa nini mimi tu, mbona mimi sijauza hivi? Mpaka narudi nyumbani nawaza mzee ataenda kuniambia nini, labda akiniulizia godoro na kitu gani. Lakini kitu ambacho naweza nikakuhakikishia, kuanzia nilipotoa ile sadaka, kuna kitu kikubwa Mungu alinivusha kuanzia pale, na mpaka leo sijawahi kupungukiwa kwenye hilo eneo. Maelekezo. Siku nyingine Mungu akinipa neema nitakuelezea. Lakini nyingine ni juzi tu. Ilikuwa ni mwaka jana. Wale ambao tulikuwa tunakutana mara nyingi, nilikuwa na gari yangu ile, wengi mlikuwa mnaijua. Mwaka jana nikiwa kwenye mizunguko yangu kwenye ibada za Pasaka huko Tabora na Singida, nikapata shida kidogo. Nikairekebisha. Niliporekebisha sasa, nikawaza hii haitanifaa sana kwa safari zangu nyingi na za usiku na za mbali. Wacha nibadilishe. Nikauza.
Hasa ninauza, najipanga kwamba tu ile hela nitaitunza vizuri, alafu nitaongezea pesa nyingine ninunue gari nyingine nzuri. Wakati nawaza hayo na ninafanya hayo, sikusikia kitu chochote. Kumbe Mungu ananisubiria tu. Nikisema tu message alijua labda sitakuwa ngumu kwenye kutoa gari zima. Lakini nilivyouza hela zikaja. Kisha kaanza hapa natembelea. Sasa hiyo pesa yote uipeleke kwa mtumishi huyu. Unaweza kuwa na justification nzuri kabisa, sababu nzuri. Mungu mtazama na ambavyo wanatembea kwenye huduma, sio kwenye starehe zangu, kwenye huduma. Na hii safari unajua hapo mara nyingi nasafiri, naenda Ushirombo, naenda huko. Nahitaji hela, nahitaji gari. Kuna muda nasafiri usiku. Ni kwa ajili ya kazi yako. Unajua unaweza kumwelezea Mungu kabisa mkikaa, una mantiki yana na logic ya kueleza. Ila Mungu anakuambia peleka hapo. Nichukua muda kidogo, yani bado natafakari sana, nikirudi naziangalia zile hela kwenye account, nizitoe. Takuja kuanzia wapi tena kupata hela za gari nyingine? Basi kitanzi kikawa kikubwa, kwa fika siku nikatoa. Na ule mzigo ukaishi. Hasa mpaka leo, yanaona kama pamenyamaza, lakini najua kitu ambacho Mungu alinisemesha. Kuna saa kitakuja kuzaa matunda. Kuna saa kitakuja kuzaa matunda. Hasa hiyo ndio inaitwa divine instruction. Yaani wale wanaofungua mitihani shuleni, kabla hujaanza kusoma peji za ndani wanakuambia soma maelekezo vizuri. Unaweza kuambia unaambiwa jibu swali moja au ukajibu yote, kumbe ndio umekosa. Au kwambia jibu swali la 5 ni la lazima, wewe umeliacha la 5, umekosa. Kwa hiyo maelekezo ambayo Mungu anakupa, Mungu anakupa maelekezo, yazingatie yale ukiyaweza na ukaenda, yako kwa ajili ya kukuvusha. Mungu hataki hivyo tu hiyo pesa yako au utoe sadaka kama vile Mungu ana haja nazo sana. Mungu anachohitaji ni kwamba unapotoa anautaka moyo wako, alafu analeta nguvu ndani yako. Zile nguvu na ngozo zitakupa kuendelea. Kuna mara anajua ukibaki na hii 10,000 yako hautafika kesho, na kesho ukifika hautakuwa na nguvu ya kwenda kesho kutwa. Lete hiyo 10,000 leo. Mimi nimekuandalia milioni mbele, nimekuandalia milioni 10 mbele, nimekuandalia milioni 10 kesho. Nipe hiyo dogo. Unasema Mungu ndio anasema yes I know. Anasema nipe huyo Isaka, ninajua. Lete kwanza, nataka umlete kwanza. Unasema Mungu ndio huyu. Mungu anajua kwamba wewe najua kesho yako utakuwa hauna nguvu, hautaweza kupita pale. Nachohitaji njoo nikupe nguvu ndani yako ambayo kesho ikija hata kama itakuwa ni ngumu utaweza kupita. Watu wanaweza kukushangaa, lakini watakuona unakwenda. Natamani hiyo nguvu ikunjilie ndani yako ambayo itakupa nguvu ya kupata utajiri. Tuende kuomba, ila ukumbuke hii point. Ambaye hauna kazi ya kufanya, tukitoka hapa ukaanza kufanya kazi. Mungu itakuwa gumu sana kwake kukubariki kama hauna point of contact. Uwe na kazi yako ya kufanya kwa mikono. Na nielewa watumishi wa Mungu, ufanye kazi kwa mikono yako. Tutaongea huko mbele na wale wafanyakazi wenzangu wale. Mshahara utakupa survivorship tu, ila hautakupa utajiri. Jitahidi upate kitu cha kufanya kwa mikono yako. Kwenye Zaburi 28 anasema nitaibariki kazi ya mikono yako. Utakula tabu ya mikono yako. Kwa acha mikono yako iguse. Unajua wale wa sala leo mnaelewa, si ndio? Kuna scale zake kule. Yaani kuna haiwezi kaboom, haiwezi kafyatua ile system. Mungu anaweza kukupa favor, atakupata trips, padium na nini. Lakini utabaki huko kwenye frame. Ili utakapoanza kufanya mambo yako kwa mikono yako, ni rahisi wewe kuflourish na kwenda. Kwa hiyo
sisemi utoke kazini, ila jitahidi uanze kuplani kuanzia sasa kuwa na kitu cha kufanya kwa mikono yako. So mpaka sasa wale wenye mishahara mnajua, mishahara wake inatosha. Na wengine wanatafuna mishahara hata kabla hujaja, yaani ushaisha kabla hujaja. Kwa hiyo have them sing to work with your hand. Work with your hand. Fanya kazi kwa mikono yako. Kwa hiyo unavyombea mikono yako, unapogusa hizo vitu vinafunguka. Unapogusa hizo vitu vinafunguka. Hasa changamoto tulionayo, wale ambao wako kwenye ajira za kuajiriwa wanatamani kuingia kwenye ajira za kuajiriwa. Walioko ndani ya ajira za kuajiriwa wanatamani kutoka. Kama ndoa tu. Kozi ajiriwa lakini ingia kwa malengo. Sababu changamoto kubwa wengine wanakutana mtaji. Unaweza kuingia pata capital, baada ya hapo plani kufanya vitu nje na mshahara. Hebu vuta tu picha. Watumishi ambao unajua ni wa kuajiriwa kwa hapa tu mjini wa Shiroko, ambao angalau wana kipato fulani, utawaangalia wana kitu fulani wanachofanya nje na mshahara. Lakini sisi wale kupiga suti na tai ndefu mwisho zitunyonge, unaingia asubuhi mchana na unaingia asubuhi mchana na toka. Go have that thing to do with your own hands. Kama ni kufunga, kama ni kiduka, kama ni nini, tunapokuwa tunaomba Bwana bariki kazi za mikono yako, that's blessings zinakwenda. Kuna sasa watu wanafanya mpaka online shopping, wanafanya online selling, watu wanauza online. Unaweza kufanya kazi hizo na bado unafanya kitu kingine. Start it. Anza. Kuna watu wanaweza kubites tu. Yaani Mungu anataka tu apatie kaegemea tu kwamba umeweka hapa ajaka kapiga. Yaani Mungu huyu amejenga nyumba kupitia barafu. Anajenga nyumba kupitia barafu. Yes. It's possible. Power behind. Sivyo? Unaweza kufanya mambo makubwa haya kupitia biashara ndogo. Ndio. Kuna nguvu nyuma yake. Kufanya tu Mungu apate kitu, yani kakisingizio tu kwa Mungu mimi nao. Hasa wengine hapo tunaomba hana, yani hana. Hata kuku tu hana. Natamani tutoka hapa ukaanze kufanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Utakachokigusa kiweze kufunguka. Ukafanye kazi. Acha ubisho. Yani muda wako kwenye ibada, njoo kwenye ibada. Muda wa kufanya kazi, go and work. Nenda kafanye kazi. Kama unahitaji kufanya usiku, fanya kazi. You can pray while working. Unaweza kuomba wakati unafanya kazi. Sio usiku, si ndio? Yes. Unaweza kuingia theater na huko unampasua kabisa mtu na unanena kwa lugha ya Baba jingine reso huko unafanya kazi. Unauza bidhaa, habari yako njema kabisa, unahitaji bidhaa gani ya rebeja hapa? Unatoa unampa. Yani you are very yet you are working. Si ndio? Fanya kazi. Vijana kufanya kazi. I wish yani mtu ukipita hata shule kwake ukute kabisa na anapiga kazi. Kama ni kazi ya kuchafuka, chafuka. Kutoka pale, you are smart. Usitaki usmart wakati hauna hela. Usitaki usmart wakati hauna hela. Ule tunasema kwamba tutoe sadaka. Unaanza kunichukia bure. Mimi Mungu ameniambia nikuletee neno na vitambaa, alafu unasema jamani. Ngoja hapo najipitisha, kafanye kazi ili uwe na hela. You can be serious kwa muda mfupi na ukameke kitu kikubwa. It is possible. Unanielewa kwa Mungu? Yes, tunaenda kufanya kazi. Tunaenda kufanya kazi. Unataka na wewe uwe na kucha nzuri kama za huyo jirani, huyo mama Poreska. Lakini unajua mwenzako, tena sheka, changani zake zishakaa vizuri, haihitaji tena kuchafuka. Hasa na wewe hauna chochote cha kufanya, unataka na wewe na kucha ndefu. Kucha ndefu zinakuja baadaye. Si ndio? Kwa muda wa kuchakalika kwanza uchakalike. Nataka na wewe na mikono milaini sasa. Yaani mikono yako milaini, wewe ufanye kazi. Kuna wengine wanaongea hizo nonsense. Hiyo milaini inakuja baadaye. Ila sasa hivi wacha kwanza wewe vigumu. Wale mnaolima sinaelewa. Kuna wale majamaa tokiaga huko.
Hiyo sasa hivi hamwezi kuelewa. Kuna yale manyamoo kilima si yanatokea huko, si ndio baba? Si ndio mama Joyce? Yale manyamoo nakuta kikaa hivi na kuna muda yanapasuka. Yes. Na kwenda kumalizia. Nakumbuka nilipokuwa nimemaliza kidato cha 4. Kwa hali niliyokuwa nyumbani nikajua ikitokea lolote hapa, huyu mzee anaweza akashindwa namna ya kusomesha. Sababu alifanya jambo zuri moja, ingawa pia lilitugharimu sisi wengine. Mkubwa wetu mzee alimpeleka shule kubwa za kulipia. Darusu wale tunatokea Mbeya, shule ya Swila kwa kipindi kile kisikia ilikuwa ni shule kubwa, si ndio? Pale Balizi pale. Kwa alimpeleka kwenda kusoma kule. Sasa mzee kamshahara kake kote kaka kanaishia kule. Yaani kuna muda mpaka mnapoteana hapa nyumbani. Kwa kuna mtu unasubiria kabisa viatu yale vya blaza, kwanza blaza abluze kule ndio vitumwe ndio vinanikuta mimi. Kwa vinakuja alafu nakuta vimeshaenda upande namna hii. Kwa kuna fundi tunapeleka anapiga ile gurubasi na kaa sawa. Hasa mimi naenda form 1, yani naenda kwanza form 1. Suruali sio mpya, shati sio mpya, kiatu sio kipya. Na bado napiga kasi. Ukiangalia suruali niliyovaa. Yaani bado tukaenda. Sasa nikaona kabisa nimemaliza kufanya hapa, baadaye kitokea na kutokea. Sasa unajua kabisa nimefanya niliyopambana, japo ni shule ya kata lakini I will pass. Nitafaulu. Ule muda nakumbuka wakati sasa tumemaliza, nasubiria sasa matokeo yatoke yale ya form 4. I say niliingia shambani. Yes, kulikuwa na baiskeli moja hivi, yale Maavon yale Maforex yale. Kila siku naamka saa 11 alfajiri. Nakumbuka nilikuwa na kiredio changu kinapiga pale Radio Free Africa. Kwa hiyo kipindi fulani kilikuwa ikifika tunajua sasa hivi saa 11. Naamka. Kwa kuna siku mama ananipa ofa, ananifungashia kande na beba. Siku zingine hamna na kwenda. Ni mwendo mrefu. Nilikuwa na vikuku nikauza, nikakodi shamba sehemu moja huko mbali. Yaani tazama natoka saa 11 alfajiri kufika kwa nafika saa 2 au saa 3 asubuhi. Hapo umeendesha baiskeli. Kwa hiyo nikifika pale naanza kulima mwenyewe kwenye ile shamba. Alafu namaliza saa 11 naanza kurudi, nafika nyumbani saa 2, saa 3. Nakula, nimechoka, nimelala. Kesho tena hivyo. Nikalima maharage nakumbuka. Na kuja kuondoka nilipata almost 12 bags, magunia 12 ya maharage. Kwenye hicho kiplot ambacho nilikuwa nimekilima, kilikuwa kinakaribia kama ekari moja. Hasa ile ilinipa picha kwa sababu kuna vitu ambavyo nilivyokuwa naenda high school sasa tayari naweza nikavinunua kwa pesa ipo, lakini hata nyumbani walipobaki waliweza kutumia vile vikawasaidia. Nikapata picha, kumbe if you can be serious, ndani ya muda mfupi unaweza kupata kitu cha kukusogeza mbele. Hasa let's say labda singeendelea na shule, yale magunia 12 nikapata na nikayauza. Sijaanza biashara au sijaanza kitu kingine chochote. Si ningeanza, si ndio? Hasa kuta watu wapo. Yaani mpo tu, unaamka kwa mama, unazunguka, unarudi huko kwa mama. No, haitaenda namna hiyo. Utamlaumu Mungu ule. Go and work. Hebu jipoteze tu hapa namna fulani, yani miezi hata mitatu. Yani uwe serious tu. Mungu na kazi. Bless my hand. Naambia tu Mungu, bariki kazi za mikono yangu. Kuna breakthrough utaipata. Bwana Yesu asifiwe. Hebu usimame sasa. Bwana akitupa nafasi, wakati mwingine tutaendelea hapo. Tunazungumzia habari ya mlango wa uchumi. Ichukulie kabisa serious. Mlango wa uchumi ni serious matter. Unahitaji kuwa na uchumi mzuri. Kuna watu wanapata shida. Kuna watu wana magonjwa magumu ni kwa sababu tu ya fedha. Unahitaji kuwa na fedha. Bwana akufungulie mlango wa kuwa na fedha.
Mwaka jana nimefanya vipindi Radio Baraka FM ya kule Mbeya, miezi kama 6 nilikuwa nalipia kila mwezi. Aisee, ukiwa kule ndio utajua kwamba kuna watu wanashinda. Kimaliza tu kipindi, hizo simu zinazopigwa hapo na kila aina ya matatizo yanaelezwa hapo, unatoa sadaka kwa unasema Mungu, sasa natoa kipi tena? Leo mtumishi, nimetoka kuchisa sasa hivi hapa nilipo, mume wangu amenifukuza, mwingine ni mjamzito, mwingine amekataliwa, mwingine anapata sima magonjwa. Mimi nasema hapa nilipo sina sehemu yoyote, ila nilikuwa tunakusikiliza radio. Kwa shida nyingi, natamani Bwana akutoe kwenye hilo wimbi la umaskini, akutoe kwenye hilo wimbi la kupungukiwa. Wewe sio maskini, Bwana amekuweka kuwa tajiri. Bwana amekuweka kuwa tajiri. Tutaomba kwa ajili yako. Ombi langu la kwanza kwa ajili yako nitakuombea Bwana akupe kitu cha kufanya kwa mikono yako. Bwana akupe kitu cha kufanya kwa mikono yako. Shatorebe shakata. Rama sheketa ya masite. Bwana akupe kitu cha kufanya kwa mikono yako. Kwa wale ambao hamna kitu cha kufanya. Namba 2, tutaomba kwa ajili ya mikono yako idake nguvu za Mungu. Na ukitoka hapa, ukifika nyumbani, uombee hivyo vitu tunavyofanya. Kama wewe ni mfanyabiashara, ukaombee biashara yako. Jioni hii kama una vitu pale nyumbani ambavyo unajua vinatumika dukani, ukavibandike hiyo mikono. Nguvu ya Mungu ikatembee kwenye biashara yako. Kama havipo hapo nyumbani, viko dukani na utaenda siku ya kesho, unacho hicho kitambaa, hiyo nguvu ya Mungu ikae hapo kesho, kanifute tu kwa hicho kitambaa. Futa hilo duka lako, futa hizo bidhaa, ukizisemesha kwamba mimi sio maskini. Kupitia hicho ambacho nakifanya, Bwana aniongeze, Bwana aniongeze, Bwana aniongeze. Hiyo shoko inakwenda kupanuka, inahitaji watu ambao watakuwa tayari kudaka hii nguvu. Ukibaki utabaki, ila kuna watu hapo watavuka. Na wakati naandaliwa na hili somo, Mungu anataka anisisitizie kwamba anahitaji kuinua watu wenye nguvu ya uchumi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa makanisa, madhabahu hizi zitahitaji watu wenye nguvu ya uchumi. Kwa wewe ukawa miongoni mwao, watu ambao Bwana atawainua. Watu ambao Bwana atawainua. Shakaraba sheketa. Mli utakapokuwa ukiongezeka na kupanuka, na wewe pia ukapanuke. Biashara yako ikapanuke. Sehemu yako ya kazi ikapanuke. Udake hiyo nguvu ikapanuke. Na utakapofanikiwa, usimsahau Bwana. Kumbuka kurudi madhabahuni pa Bwana kuachilia sadaka. Kwa sababu ndipo panapotoka nguvu ya wewe kufanikiwa. Ndipo panapotoka nguvu ya kufanikiwa. Kuna wengine ambao ibilisi anawafunga. Kuna muda anaweza akachezeshia mchezo. Yaani unapotoa sadaka unaona kama ndio vitu vinakuwa vigumu. Usiogope, mlango wako utafunguka tu. Hivyo ni vitisho vya adui, ili ukate tamaa kutoa sadaka kwamba bora tu nikaacha. Usiogope, mlango wako utafunguka. Mlango wako utafunguka. Mlango wako utafunguka. Rebejatura mazia kalano. Riba bajeze ramakaya mandia. Risa kadia masanda na mashete. Rosa kate yebeta. Tuinue tu mikono yetu mbele za Bwana. Natamani uwe serious kidogo, tutulie. Wale ambao mlikuwa na agenda za kutoka nje, usitoke. Tunaomba kwa ajili yako hapa. It's a serious matter. It's a serious matter. Nguvu za Mungu zikikushukia, ukasikia kupita huko mbele kuja hapa madhabahuni, wewe njoo tu. I will lay hand on you. Nitaweka tu mkono wako juu yako. Lakini na mikono yako sana itaguswa na nguvu za Mungu. Itaguswa na nguvu za Mungu. Tunashughulika na zile pepo ambazo zimekurudisha nyuma. Yesu ameniweka hapa leo kuwa ni mfumachuo chuma kwa ajili yako. Acha tulisimame hapa kukuvusha leo kwa habari ya uchumi wako. Vitu vyako vikafunguke katika jina la Yesu. Inua mikono yako. Inazi kutembea maombi yasikiwe
umeshindwa kutoka, umeshindwa kutoka. Shakarele Yesu. Ipale neema yote, Bwana nipanishe, Bwana niwe kwa imani, nisimame nipande neema yote, Bwana nipa, I sense his touch right now. Kuna nguvu za Mungu tayari zimetufunika hapa. Shauku yako na kiu yako ndani yako ni kama Bwana onitoe hatua hii. Kiuchumi nipeleke hatua nyingine. Kiuchumi nipeleke hatua nyingine. Mahali ambapo umefungwa mikono yako, mahali ambapo umefungwa uzuri wako ufunguliwe sasa. Ukiweza kumtaja na mume wako hapa kwenye maombi, mtaje tu. Bwana afungue mikono yake, afungue uchumi wake. Ukiweza kutaja kazi zako unazozifanya mbele za Bwana, utazitaja hapa. Nguvu za Mungu zipo kutusaidia. Nguvu za Mungu zipo kutusaidia. Nguvu za Mungu zipo kutusaidia. Mwambie Roho Mtakatifu, umesema wewe Mungu nipae nguvu ya kupata utajiri, na wao unipe hiyo nguvu ya kupata utajiri. Kipo kichache ambacho nakifanya, kipo kichache ambacho nakifanya. Naomba nibariki kwa hiki, uniamishe viwango na viwango. Hiyo milima ya madeni ambayo imekusumbua kwa miaka mingi umeshinda kutoka, iko nguvu ya Mungu hapa inakuhamisha sasa, inakutoa sasa kwenye hayo madeni, inakutoa sasa kwenye hayo madeni. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nahitaji nguvu zako. Jioni hii ya leo, jioni hii ya leo, jioni hii ya leo, nguvu yako ya kunipa utajiri inifunike tena jioni hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vile vifungo vya giza, yale mageti ya giza yaliyonifungia mbele, yaliyonifungia mbele, kwa jina la Yesu yanifungukie sasa kwa jina la Yesu. Yale mapingo ya chuma yaliyofungwa mbele yangu ukayavunje